Kama ulikuwa uamini kama majini wapo, basi ungana na mimi. Na hivi ikikutokea wewe utafanya nini? Huyu mwamba alimchiti mke wake ndani ya dakika kadhaa tu. Unajua ilikuwaje? Siku hiyo jamaa alikuwa anapelekwa ukweni na mke wake. Jamaa alikuwa analalamika, anasema kwamba ni muda mrefu kaendesha gari na kachoka, na siku nyingi hajaendesha gari kiasi hicho. Basi bwana, wakafika sehemu na kupaki gari, jamaa akaomba akapata haja ndogo. Basi bwana, mwamba akashuka kwenye gari akamwacha mke wake, kisha akaenda dirishani kwa mke wake, akawa anamwambia, "Baby, nimeendesha gari muda mrefu, naomba kimoja tu, twende basi." Mpenzi wake akamwambia, "Hapana, tumechelewa, wai." Basi jamaa akaenda kukojoa. Alipokuwa anakojoa, basi pembeni yake akakuta kiatu, na kiatu kilikuwa cha kike. Mwamba akakiokota kile kiatu. Alipokiokota kile kiatu, pembeni akaona mtandio, akasema haraa. Basi bwana, alivyotoa mtandio akaunusa. Alipounusa tu akasikia filimbi inapigwa. Yaani ilikuwa inalia vizuri na hakujua ni nani anapiga huko msituni. Basi bwana, jamaa akawa anatafuta sehemu gani, akapaona. Alipoona mbele yake akaona mji mzuri, na pia akamwona mwanadada ndiye anapuliza hiyo filimbi. Basi akataka kwenda, bahati mbaya akakanyaga jani. Yule dada akastuka, akamwangalia. Jamaa alikuwa anataka kukimbia. Yule binti akamwambia, "Mgeni, hujakosea." Jamaa akaanza kujitetea, "Hapana, sikuwa nakuja huku." Yule dada akanyanyuka na kumfuata jamaa, na alikuwa mzuri, yani kakamilika sehemu zote. Alipofika kwa jamaa akamshika kifuani, wakawa wanazungumza. Jamaa alikuwa ni muoga sana, pia alikuwa anaangalia kila saa nyuma, yani anahisi kama mke wake atamkuta. Basi yule dada akawa anacheka, akamwambia, "Nimekupenda wewe kwa sababu ni handsome." Basi dada akastuka, akaona huyu jamaa mbona anaangalia huku, kutakuwa kuna mtu. Akamwambia, njoo nikutembeze, utaona mazingira mazuri sana na nafikiri utayapenda." Mwamba akamsahau mpaka mke wake, akanafuata yule dada, huku mke wake alikuwa anamsubiria sana. Akaamua kupiga simu nyumbani. Mama yake akawa anafoka, akanamwambia, "Mwanangu, uko wapi muda wote? Watu wanakusubiria huku." Akamwambia, "Mama, tumesimamisha gari, tupo njiani, tunakuja sasa hivi." Basi bwana, binti akaendelea kusubiri, huku jamaa yuko na yule binti kwenye maporomoko ya maji. Jamaa alikuwa kama mshamba, mazingira mazuri sana. Binti akamuuliza, "Umeyapenda?" Akamwambia, hapa ni pazuri sana." Basi bwana, binti akamwambia, "Je, mimi sio mzuri?" Mwamba akabaki na mishangao. Basi bwana, yule dada alivyoona vile akawa analinga sasa. Mwamba akaona nitakosa tunda, akamwambia, "Wewe ni mzuri sana, tena sitaki hata kukukosa." Basi bwana, binti akamwambia, "Unaweza kunipa kisi?" Mwamba sasa, nitajaribu." Binti akamwambia, "Utajaribu? Basi unaweza kujaribu taratibu." Mwamba akawa anasogelewa na binti ili wapate kisi. Mwamba anasogeza mdomo wake kwa binti, mara anajikuta yupo kwenye mti, na sauti tu ya mpenzi wake ilikuwa imemkomboa. "Jensen, unafanya nini? Na kusubiri muda wote, rudi kwenye gari." Basi jamaa aliganda, na binti alijua mpenzi wake kachanganyikiwa. Akamwambia, "Unaogopa nini? Hebu wema kwanza." Basi wakatoka kule msituni, wakawa wanarudi. Yule bibi anapangalia tu nyuma. Jamaa alikuwa kama kadata, anaelewa alichokikuta. Kisha akamwambia mpenzi wake, "Kwa sasa siwezi kuendesha gari, njoo nisaidie wewe." Mpenzi wake akawa anajiuliza, huyu jamaa mbona kabadilika hivi? Jamaa akaingia kwenye gari, yani mawazo anayoyawaza anamwaza tu yule binti alivyomwambia, "Nahitaji kisi lako." Basi bwana, anawaza tu mdomo wa yule mwanamke. Mpenzi wake akamuita, "Jensen, uko sawa?" Jamaa anamwambia, "Niko sawa." Kuna vitu tu vinanichanganya." Akamwambia, "Kitu gani ambacho kinakuchanganya?" Basi jamaa akaamua kuongopa, akamwambia, "Nahisi nyumbani kwenu wanaweza kanikataa." Basi binti akasema, "Hapana, hawezi kukataa, na hapa wanakusubiria wewe." Akampa moyo sana, "Familia yangu ni nzuri, hayatotokea hayo." Basi bwana, Jensen akakubali. Kisha wao wakafunga safari kwenda ukweni. Sasa taratibu Jensen alibaki na mawazo. Basi bwana, wakaingia nyumbani. Walipofika nyumbani, jamaa alipokewa na mama mkwe kwa shangwe, kisha wakaingia ndani. Baada ya muda kupita, jamaa akaenda chooni. Alipofika chooni, mawazo tu kwa yule binti, maneno alikuwa anayoongea na mdomo ndio ulimchanganya sana. Basi yule binti alikuwa ni mzuri sana, mpaka jamaa akapagawa. Basi
Jamaa akajiamsha. Jensam, nini hicho unataka kufanya? Au nipo kwenye ndoto? Akawa haelewi, anaongea peke yake. Nitajaibisha kwenye familia ya mke wangu. Ghafla kidogo mama mke akamwita, Jensam, uko sawa? Basi jamaa akamwambia niko sawa, naosha tu mikono yangu, kuna wageni walikuwa wanakuja ili Jensam atambulishwe. Jamaa kajipa moyo sana, kisha akatoka nje. Alipotoka nje, mama mke akamwambia, afu nimekumbuka, ulikuwa unaingia chooni peke yako, shida ni nini? Jamaa akasema, nimeingia chooni na choo chako ni kizuri sana. Basi mama mke akasema, asante. Sasa jamaa akaamua kushushia na maji. Ghafla kidogo anakuja mke wake na yule binti aliyomwona msituni, huko anacheka. Jensam kuona vile akaangusha glasi chini. Basi kila mtu akashangaa pale ndani, akabaki tu kashika mdomo. Na yule mgeni Jensam anakumbuka tu alikutana naye polini, huyu mbona akakutana naye huku? Binti akauliza, mnajuana? Yule binti anamwangalia Jensam tu kwa mahaba. Mama mkwe akaingilia, nini kinaendelea hapa kati yenu nyinyi wawili? Basi bwana, yule binti akawa anamsogelea jamaa taratibu, kisha akawa na tabasamu, akamwambia jamaa, mgeni. Jamaa jicho